just around the corner. So with those few remarks, thank you for joining us. Thank you. Khadija Juma alishukuru juhudi za afisi ya katibu mkuu wa baraza la mawaziri kwa kufanikisha hafla hiyo na kuunga mkono. Na alisisitiza pia umuhimu wa wanawake katika jamii na pia kuzungumzia hali ya kuendelea kuwaunga mkutano wanawake huo. Waziri Mkuu, mimi nataka kukushukuru sana kwa kuona ni bora kuweza kuwaletea umma wa Kiislamu wa Kibra chakula cha iftar ili waweze kupata chakula wakati wanafunga huu mfungo wa Ramadhan. Tunashukuru sana, na kama alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alituambia kwamba yule ambayo anafuturisha aliyefunga anapata thawabu sawa na yule ambaye amefunga. Kwa hivyo Waziri Mkuu, leo ni kama umefunga pamoja na sisi, umepata thawabu sawa na yule ambaye amefunga. Takbir. Waziri Mkuu, mimi nataka kukushukuru kwa ukaribu wako ambao umekuwa nao kwa umma wa Kiislamu, na nimekuona ule mwaka mwingine ulikuwa kule Pwani ukifuturu na Waislamu kule mkoa wa Pwani. Mwaka ambao umepita uliweza kufuturu na Waislamu kutoka mkoa wa Magharibi. Leo hii uko hapa na Waislamu wa Kibra, Nairobi. Mwaka ujao na kuomba pia uweze kufikiria Waislamu wa mkoa wa Northeastern kule na kwingine ili waweze kuona umuhimu wako na ukaribu wako kwa umma wa Kiislamu. Mimi nakushukuru sana kwa sababu nimetembea na wewe na nimeona ule upendo ambao uko nao kwa jamii ya Kiislamu. Ulianzisha the first women Sharia compliant circle ambayo saa hizi inasaidia kina mama kuimarisha katika mambo ya uchumi. Na juzi waliweza kupata vifaa, modern catering services equipment, ambayo wanafanya biashara halali ya upishi ili waweze kupata pesa mfukoni. Na sisi akina mama tuna majukumu ya kulea imani ya familia na jamii. Na wakati mama ana pesa mfukoni, inakuwa ni rahisi sana kuimarisha imani na maadili mema katika jamii. Kwa hivyo kwa hilo mimi nakushukuru sana. Nataka kumalizia pia nikishukuru serikali hii. Juzi tumeona Rais William Ruto alitoa amri kwamba watatoa mambo ya vetting ya vitambulisho. Mimi ninamshukuru kwa sababu swala la vetting la vitambulisho imekuwa ni changamoto, sio kwa Waislamu wa Northeastern peke yake. Imekuwa ni changamoto kwa Waislamu wote Kenya mzima. Mimi hapa binafsi ni mfanyikazi wa serikali, lakini kuna wakati nilipoteza kitambulisho kwa sababu naitwa Khadija. Ilinichukua miezi 6 kureplace kitambulisho kwa sababu ya vetting process. Na nikajiuliza, na kama mimi ni mfanyikazi wa serikali na napitia hiyo changamoto, je, yule Muislamu wa chini? Na ndio maana wakati Rais Ruto alitoa hiyo amri kwamba mambo ya vetting ya vitambulisho itatolewa, sisi kama Waislamu tulifurahia, kwa sababu saa hizi vijana wetu wataweza kupata vitambulisho kwa haraka na waweze kufaidika kwa miradi ya serikali kama zile scholarship na kazi majuu, na hivyo umma wa Kiislamu utaweza kujiinua kwa mambo ya kibiashara na mambo ya kiuchumi. Sisi Waziri Mkuu kama umma wa Kiislamu tunakushukuru na tutaendelea kuombea hii serikali. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi ili muweze kutuongoza na muweze kuafikia yale maono ambayo mulikuwa nayo mnataka wa Kenya waweze kufaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na tukisonga mbele ni kwamba Farouk Kibet pia na viongozi wengine walihudhuria ibada ya madhehebu mbalimbali katika shule ya msingi ya Tebeswet katika wadi ya Kiplombe, kaunti ya Uasin Gishu hapo Jumapili. Na waliohudhuria waliangazia mambo tofauti na jinsi serikali imejisatiti kuhakikisha imefanyia wananchi wa kawaida maendeleo. Akizungumza Farouk Kibet alitaja kwamba kujiandikisha kwa SHA si tafadhali na watu ama iwe ni haki yetu ya kila mmoja, na mambo ya matibabu iwe rahisi kwa mwananchi wa kawaida. Mambo ya kuregister mambo ya SHA isiwe tafadhali kwa watu. Iwe ni haki yetu tupatiwe mambo ya SHA ili mambo ya matibabu iwe rahisi kwa mwananchi wa kawaida. Msikubali wale tu wakora ya kawaida
wale wanasema ati rais atakuwa term moja. Rais atakuwa term moja kweli? Inawezekana namna hiyo? Msikubali, kwa sababu mambo ya SHA inasaidia ugonjwa. Na wale ambao walikuwemo naye Faruk Kibet ni mbunge Chafeth Nyakundi, naye alisisitiza kwamba rais alilazimika kufanya maamuzi magumu sana ili kuleta utulivu wa uchumi hapa nchini Kenya. Namba moja, nataka kuwashukuru watu wa hapa Bonde la Ufa kwa sababu nyinyi mlitupatia kiongozi shupavu, mlitupatia mtu mwenye busara, mlitupatia mtu ambaye anaweza kuunganisha nchi hii kutoka Mombasa mpaka Kisumu, kutoka Kisumu mpaka Moyale, kutoka Moyale mpaka Turkana. Kama kuna kiongozi ambaye anashughulika na mambo ya kuunganisha nchi hii, ni mtu anaitwa William Samoei Arap Ruto. Mimi nawaambia na washukuru kwa sababu ya William Ruto, kwa sababu he has been able to make very difficult decision for the sake of you people who are seated here today. Aliamua ya kwamba wakati alipoingia, hii bei ya mbolea hii atapunguza. He will subsidize production and not subsidize consumption. Sasa hivi bei ya mbolea tangu tuzaliwe ndio iko shilingi 2,500, na kupitia hiyo bei ya mbolea kushuka, gharama ya maisha ilirudi chini drastically. Bei ya dola ikarudi chini drastically. Inflation rate ambayo ilikuwa 9.7%, saa hii inflation rate ya Kenya iko between 2.8 to 3.2%. It is because of difficult, hard decisions ambazo aliamua kufanya. Ukienda hapa Western, zile mafactory zote za sukari ambazo zilikuwa zimekufa, zaidi ya factory 17, sasa hivi zile factory zote zimefufuka na tuko na factory 4 ambazo saa hii watu wanafungua. Tulikuwa tuna import sukari mwaka uliopita, hatukununua hata gunia moja, hata tone moja ya sukari. And very soon this country will be the first country in East Africa that will be exporting sugar to other countries. Alafu watu wanasema hakuna kazi inaendelea. Huyu William Ruto, chini ya miaka 2 tangu hii dunia kuumbwa, we have never employed a maximum of 76,000 teachers in less than 2 years. Hii maneno ya JSS, watu wako wanajua tunaenda wapi. Chini ya miaka 2 ametengeneza madarasa zaidi ya 27,000 katika shule zote nchi yetu ya Kenya. Alafu iko mkabila fulani huko, yeye anasema haoni chochote. Lakini akiwa hapa, yeye ndo alikuwa wa kwanza anapiga makofi. Saa hii kwa sababu tulimtumua kwa sababu ya ukabila, na nchi hii sisi kama viongozi wenu hatutakubali ukabila, kwa sababu tunajua mahali ukabila ilituweka 2007. Na tunataka kuambia watu wote, kabila zote nchi hii, Mheshimiwa William Ruto yeye atatembea kila mahali, hata huko mlima ambaye huyu anataka kuwatenga. William Ruto na sisi tunapenda watu wa mlima, na sisi tutaenda huko tufanye kazi na wao, kwa sababu tunaamini they are part of this country, they are part of this nation, and the only thing we want as the people of Kenya ni kukaa pamoja. Juzi aliungana na ANC sasa imeingia UDA. Na hiyo ndio Kenya tunataka. Wote, hata yule mwingine amebaki kule nje. Yule naona anapiga kelele sana, alikuwa naibu wa rais kitambo. Amekaa nje miaka kama 15. Hata yeye, mimi naendea yeye, mimi ndo naenda niongee na yeye, nilete yeye karibu tufanye kazi pamoja. Wangapi wanasema tuzidi kuungana na William Ruto, Raila Amolo Odinga na Profesa Kithure Kindiki kuhakikisha Kenya inasonga mbele?
Na mtazamaji, tukisalia katika kaunti hiyo ya Uasin Gishu, viongozi ambao walikuwa pamoja na Faruk Kibet ni mbunge wa Emuru wa Dikir ambaye anaitwa Johana Ngeno, pia alikuwa na haya ya kuzungumza katika hafla hiyo. Tunataka kuambia wananchi wote wa Kenya kwamba serikali iko imara. Serikali iko imara. After all, ile mashida yote yenye tumekuwa nayo sasa yote tumeleta ndani. Ile watu walikuwa kidogo wanasumbua inji, wote wako ndani sasa hii. Na tunataka kushukuru rais kwa sababu kwa mara ya kwanza ametumia ujasiri kama rais ya nchi kuhakikisha kwamba the country is one na nchi yetu isonge kama nchi moja. Hata wale ambao wamebaki bado huko, bado tunaambia rais, leta hawa ndani ndio Kenya yetu iende vizuri kama nchi moja. Na watu wasijisumbue. Nilikuwa nasikia gavana mwingine akiuliza ati sasa mumeleta upinzani ndani, mumeleta nini ndani, kwani shida yako ni nini? Shida ya Kenya ni mambo mingi yenye sio upinzani. Iko shida mingi Kenya hii. Na kama upinzani wamesema waje tuingie serikali tufanye kazi pamoja, why is that a problem? When Kenya becomes one country, why should that be a problem? When there are no issues yenye upinzani wanafaa kuraise, why should that be a problem? Kwa hivyo mimi nataka nishukuru rais kwa sababu ameunganisha nchi. That is the direction we need to take as a country. That is the direction even bishops and reverends and pastors are supposed to take advantage of. Basi na tukimalizia kati ya wale ambao walikuwa katika mkutano huo pale, Bwana Haron Cheruiyot alisema kwamba serikali inafanya mambo mengi mazuri, lakini kuna ndugu kidogo pale wanasema ambayo ama hawapeani ripoti ambayo ni nzuri, akitaja kwamba haina shida yoyote, lakini wamegawanya kazi kati ya wale ambao watakuwa wanapeana ripoti mbaya na wale ambao wanapeana ripoti nzuri. Hebu tusikie ni kipi kile ambacho Haron Cheruiyot alizungumza katika hafla hiyo. Viongozi wengi wamezungumza na wamesema mambo mengi mazuri ambaye serikali inaendelea kufanya. Na unajua Mheshimiwa Bwire alizungumza akataja mambo mengi sana na akasema ndugu zetu hawapeani ripoti. Lakini hakuna shida Mheshimiwa Bwire. Mimi nafikiri tumegawa kazi. Kuna wale wa kupeana ripoti mbaya na wale pia wa kupeana ripoti mzuri. Kwa hivyo wacha tugawe kazi iwe namna hiyo. Wananchi atasikia na mwishowe atajua ukweli inasimama wapi. Huyu mwananchi ambaye anatusikiza hapa Uasin Gishu anajua alikuwa ananunua mbolea shilingi ngapi na kwa sasa ananunua shilingi ngapi. Anajua ile mbegu ya kupanda ya Kenya Seed ilikuwa inatoka shilingi ngapi kwa kilo na kwa sasa imeshukishwa mpaka shilingi ngapi. Hayo si mambo ambaye hata iandikwe isemwe nini ama nini utamdanganya mwananchi wa kawaida. Wale unaweza pumbaza pengine ni wale wa Facebook na Twitter kule Nairobi ambao hawajui chakula inapandwa namna gani. Au utadanganya kwa sababu ni watu wameshinda tu pale na wanapiga story. Lakini huyu mwananchi wa kawaida hapa mashinani anajua ukweli wa mambo ambayo ile maneno inaendelea Kenya hii, na hawezi kudanganywa na kupotoshwa na habari za uongo ambazo zimejaa sana katika taifa letu la Kenya. Hawa wanajua pia ukweli ya kwamba wakati rais wetu anashika nchi hii maneno ilikuwa ngumu ya kimataifa. Hata pangepewa magician upewe nchi ambaye kwa ushuru ambaye unakusanya 70%, yani for every 100 shillings 70 shillings goes to pay debt. Hata wewe ungepambana na hali vile rais wetu anapambana naye. Na lazima tumshukuru na tuseme because of the bold decisions that he has taken, Kenya has not defaulted. Tungekuwa tumepigwa mnada, saa hii tungekuwa mabibi ya watu ya wale tuko na madeni yao. Nchi hii ingepigwa mnada kama rais angejikaza kuona kwamba tunalipa madeni ambaye wale walikopa ndio tena wako mstari wa mbele kupiga kelele na kusema sijui hii hajafanyika, ile hajafanyika. Sisi tunamwambia tafadhali rais wetu wa taifa la Kenya, hii investment ambayo unafanya katika sekta ya kilimo, katika sekta ya masomo, katika sekta ya afya, wakati historia ya taifa letu itaandikwa hapo mbele, wakati siasa zimeisha hizi na kelele, wananchi watakumbuka ile kazi mzuri ambayo utakuwa umefanyia taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli?
Naam, na tukirudi huko nyumbani katika kaunti ya Nyamira ni kwamba waziri wa elimu Julius Migos atakuwa anakuja ama anaelekea kaunti ya Nyamira ili kuweza kusherehekea siku ya masomo na pia kuwapa zawadi pale kwenye uwanja wa Manga Stadium, ambapo atakuwa anajiunga na gavana wa kaunti ya Nyamira Amos Kimumi Nyaribo ili kuweza kusherehekea walimu pamoja na wanafunzi katika shule hizo ambazo zinapatikana katika kaunti ya Nyamira ili kusherehekea Education Day, ambayo wamesema kwamba watakuwa wanasherehekea siku ya masomo na pia kuwapa ama kuwashukuru walimu kwa kazi yao nzuri. Na ni nzuri kila wakati mwalimu kupatiwa zawadi ama kupongezwa kwa kazi nzuri ambayo anaifanya, na pia wanafunzi na wale wote ambao wanashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapita mitihani yao na wanaendelea vizuri. Naam. Na pia tukiongezea tu kidogo nikukate, tuliona kwamba katika kaunti ya Nyamira pia walimu walikuwa wanapata ama walikuwa kulikuwa na ukosefu wa usalama kwa walimu, kwa sababu tuliona kwamba muda uliopita, wiki iliyopita, tuliwaona walimu wakipigwa ama wakilalamika kwamba walimu wenzao wanauawa, wengine wanacharazwa viboko na wenye shule. Kwa hivyo ni swala ambalo pia tutataka kulisikia kutoka kwenye waziri wa elimu ambapo atakuwa pale Nyamira. Tunatarajia kwamba wataliangazia hilo kwa kwamba usalama wa walimu ni kitu cha maana na waweze kuzingatia, ndio posa elimu iendelee mbele. Naam. Na kwingineko Jacinta, kabla naona muda wetu unasonga sana, kuna kile ambacho yule aliyekuwa naibu wa rais ama deputy vice president wakati mmoja na pia kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, kuna kile ambacho alitaja huku akifanya kwamba ni kumchekelea Rais William Samoei Ruto na kutaja kwamba sasa Kenyans ama nikinukuu ambavyo amezungumza, Kenyans need to check on mental health of the head of state. Kwamba Wakenya wanapaswa waangalie hali ya akili yake Rais William Samoei Ruto, ikiwa kwamba ni kuzungumza baadhi ya ahadi ambazo amekuwa akizitoa katika safari yake kama ziara yake ambayo alikuwa ameifanya katika hii kaunti ile ya Nairobi, huku akimshutumu kwamba anatoa ahadi sana na zingine hazijatimiza ama hazijatimizwa katika wakati ambapo anaendelea kuzungumza tu mengi hapa na pale. Ni jambo ambalo Wakenya waliweza kulifanyia mchezo pale kwenye mtandao ama mitandao ya kijamii, kwa sababu ukisikia mawazo hayo ya bwana Kalonzo Musyoka akisema kwamba Rais William Ruto anaweza kuwa na tatizo la akili, kwa hivyo anafaa kwenda kuangaliwa ama Wakenya wanafaa waangalie kama Rais William Ruto akili yake sawa. Naam. Na bila shaka baadhi ya viongozi hiyo jana walishindwa ama hawakupatiwa nafasi ya kuzungumza ni baada ya ACK Archbishop Jackson Orsapit kuwazuia Gachagua, Kalonzo na Sakaja kutowahudhuria wale ambao walikuwa wamehudhuria kanisa eneo lile la St. Stephen's Cathedral, akisema kwamba kusonga mbele basi wanasiasa hawatakuwa wanaruhusiwa katika kanisa la ACK hapa nchini Kenya, haswa kwa kuzungumza na pia kutaja kwamba mimi nimekuja kanisani, sadaka yangu niko na milioni 1 nimetoa. Basi akitaja kwamba kama unatoa ufai kuzungumza, wewe weka kwa bahasha yako, tumbukiza katika kikapu kile cha kutoa, basi Mungu atakubariki. Si lazima utaje kwamba umetoa kitu fulani. Nadhani kwamba hilo ni jambo nzuri ya kwamba kanisa itazingatia hivyo. Basi mambo mengi tu ya wanasiasa kuzungumza katika kanisani na kutaja maybe kukashifu wengine hatutayasikia kwa kina. Na pia tumeweza kuona kwamba wanasiasa pamoja ama wakiongozwa na Rais William Ruto, tumekuwa tukiona kwamba akienda kanisani ambapo vijana pia wameweza kujitokeza na pia kulalamikia ahadi zake za kupeana pesa nyingi kwenda kwa makanisa, huku akisema kwamba hii ni sadaka yake na pia ni jukumu lake kama Mkristo ili kuweza kutoa sadaka kanisani. Lakini ni vema ni vizuri kumkumbusha Rais William Ruto ahadi yake aliyoambia vijana, ambayo alisema kwamba
hakutakuwa na siasa kanisani, ama unaona pale ambapo unapata kwamba viongozi wanajitokeza kanisani, unasikia ama kwenye hafla za mazishi tofauti, unapata familia haitaki labda viongozi hao wazungumzie kuhusu siasa, lakini wanazungumza siasa. Kwa hivyo ni vizuri kwamba Bishop amesema kwamba wa ACK amesema kwamba hakutakuwa na siasa, na ni vema kwamba kila mmoja ambaye atakuwa anatoa sadaka yake itaenda kwa Mungu, si kutangaza sadaka yangu ni 20,000 ama milioni 20 ama vitu kama hizo. Na hisi kwamba ni jambo nzuri hilo. Basi tunapoendelea kusonga mbele, tuangazie baadhi ya mashabiki wale ambao mmetuma jumbe zenu kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, na utatupata pale Facebook kama Ndizi TV News Digital pale. Na pale kwenye YouTube tuko live pia, utatupata @Ndizi TV News. Na kwingineko utatumia ujumbe mfupi, utazungumza nasi pale, na kupitia mtandao wa WhatsApp utatuma kupitia kwa nambari 0792192834. Naam, na katika sehemu ya Facebook nawaona pale wengi wenu ambao mliingia mapema sana. Namuona pale Jared Orure Maturity anasema kwamba kutoka Nyachichi Secondary School, Nyamira County, anatutazama pale. Chantel Morapi anasema anatutazama. Jose Evans anasema kwamba watching live kutoka Kiambu kama kawaida. Na pia namuona Peter Omari akisema good morning kutoka Suguta Nyamachi. Basi pale namuona Jared Kagaka Abeba Uyugi anasema kutoka maeneo ya Bonganta, pamoja with my son Belden, my daughter Beauty Mora, Principal Richard Mwacha, Bongonta Secondary, Sabrone Saro, Fred Mosio Makiafason Bosire, Eric Momhanyi Osoro wa Kundani. Na pia namuona pale MC Captain anasema kwamba niko ndani kutoka Kisii Town pamoja hadi tamati. Omosodibwege Susu, Kerandi Dennis aka Omosodibwege Susu kutoka maeneo ya county ya Nakuru pale, anataja kwamba kutoka eneo hilo la Nakuru City Salams Club kufika hadi eneo lile la Kachuba, anasema anafuatilia moja kwa moja. Naam, na pia namuona pale Ocharo William anasema anatutazama akiwa Sensi county ya Kisii. Na pia namuona Emmanuel Mwaga pia anasema ako ndani kutoka Getenga Village, Rio Marani, pamoja na my lovely parents Anya Boke na pia Peter Mwaga, wote wako live. Endeleeni kututumia maoni yenu katika Facebook ambapo tuko live @Ndizi TV News Digital, na pia kwenye YouTube utatupata @Ndizi TV News. Basi tunapoendelea kusonga mbele tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, ikiwa kwamba muda unaendelea kusonga mbele. Tukirejea tutakuwa tunaangazia magazeti yaliyomo magazetini asubuhi ya leo, tukiangazia gazeti lile la The Standard Newspaper na pia gazeti la The Daily Nation. Naam, na pia tutakuwa tunaangalia gazeti la The People's Daily pamoja na gazeti la Taifa Leo. Basi usiende mbali, tunapata mapumziko mafupi kisha baadaye tutarejea. Na usisahau kwamba katika awamu ya 3 leo hii tuko na mgeni ambaye tulikuwa tunaangazia mambo ya kisiasa hapa nchini Kenya. Naam, naitwa Jacinta Nyabeta. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Tunarejea hivi punde. Unatazama Ndizi TV Afrika. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management,
business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Unatazama Ndizi TV. Basi mpenzi mtazamaji, hii ni ambayo inaendelea kufuatilia Ndizi TV. Baada ya kupata mapumziko mafupi, tena tumerejea tuendelee kusonga mbele tukufahamisha ni yapi yale yaliyomo katika magazeti ya asubuhi ya leo. Kia kwamba utatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook pale kama Ndizi TV News Digital. Na pale X account pia Instagram na YouTube utatupata kama Ndizi TV News. Basi zungumza nasi kupitia ujumbe mfupi na pia kupitia WhatsApp pale kupitia nambari yetu ya simu 0792192834. Na tembelea tovuti yetu www.ndizitv.co.ke ambapo utakuwa unapata yote ambayo tunayozungumzia katika kipindi chetu cha Pambazuko na pia taarifa zote zinazoendelea nchini Kenya. Basi tukianza kuangazia yaliyomo magazetini, tutaanza na gazeti lile la The Standard newspaper ya kwamba taarifa kuu ambayo imepatiwa kipaumbele katika gazeti hili, ukurasa wa 4 wanataja kwamba road tax tyranny, ikiwa ni kwamba wanataja the government plan to introduce roads tolls could generate 4.8 trillion but at what cost? Critics say it's another financial strain on Kenyans, benefiting private firms while releasing transport costs, with the debt rising
an infrastructure needs mounting is the solution or just another levy on an already overtaxed public. Kwa kwamba ni taarifa zimeangaziwa katika ukurasa wa 4 katika gazeti hili la The Standard newspaper, kwa kwamba pale wanadai kwamba lengo la mpango wa kutoa ushuru barabarani kwamba serikali inapanga kutoa, na lengo hilo ni la kudai shilingi trilioni 4.8 ambazo ni kupitia kutoza ushuru barabarani na magari yanayotumia barabara kuu. Hata hivyo mpango huu unakutana na upinzani mkubwa haswa kutoka kwa wakosoaji wanaosema kwamba bila shaka kutakuwa na mzigo ama itakuwa ni mzigo mzito zaidi ya wananchi, huku gharama za usafiri zikiendelea kupanda, kwa kwamba ni kila wakati tu mafuta yakipanda na pia gharama ya